Mbona unafika mbali sasa? Basi tufike karibu. Wewe binti, toka. Toka ndio kweli. Zo, wewe. Rudi hapa. Mbavu. Rudi. Mungu wa mapenzi amepotea njiani, akifuata mwanga ulioficha kivulini. Baba, ndo nini sasa? Unanidhalilisha kwa mke wangu mtarajiwa baba. Hivi leo ndivyo nilivyokufundisha hivi. Baba yako anasema na wewe unasema. Mbona niko sada bure? Au kwa vile umekuja huku mjini sasa hivi. Heshima na kwamba. Sio hivyo baba. Yule mimi nimeishi naye muda mrefu na sio mchawi. Rahimu mara tatu. Pumbavu wewe. Mimi baba yako na akili sana. Ila wewe una tu hizo akili ulizokuwa nazo mimi. Mimi siwezi nikakutumbukiza kwenye shimo alafu ukapotea nisikuone. Hiyo haitowezekana. Baba, sio kweli. Nisikilize sasa. Kanipe begi langu niondoke na zangu. Nikuache mambo yako uendelee nayo. Na usiniite tena. Uko mbali sasa. Mbona anazungumzika tu haya? Shapi. Laini. Walisema njia hii ina miba mingi, walisema moyo wangu utalia siku nyingi, lakini sikusikia, nikafuata hisia, nikidhani penzi langu. Kwa hapo mwanangu nimechoka. Nikuzengua hapa mkawiki. Pole mama. Asante mwanangu. Safi, afu mama. Naomba nikuulize swali kama utojali. Uliza mwanangu, sasa si ndio mamako jamani. Sikuniuliza utamuuliza nani? Mama. Hivi unajua ushirikina au unajua masuala ya uchawi? Wewe ndio ulipotokea huko? Hayo mama, unajua mambo ya kichawi au ya kishirikina? Yametokea wapi hayo? Na wewe ya nini? Tangia kukua kwako wewe, umeniona lini mimi nikaa na mambo hayo ya kichawi au ya kishirikina? We mtoto, funga mdomo wako. Nimekuuliza tu mama. Kuna maswali ya kuniuliza mazuri? Hebu toka hapa kafanye shughuli zako. Afu mama, nimekumbuka. Mamangu kilichotokea huko anajua Mungu. Nini tena? Nimetoka asubuhi, nimekwambia kila kitu. Naenda wapi? Kwa kina Laimu. Ndio, nikatambulishwa kwa babake nani? Laimu. Mama, tumefika vizuri tu. Nimekaribishwa tu vizuri. Nitafika muda wa kumsalimia baba mkwe. Mama, nikampa mkono. Mama, yaani kilichotokea sijui ni kitu gani. Mama, shoti sio shoti, kutetemeshwa sio kutetemeshwa. Yaani sijui mama kilichonikuta ni nini. Na chengine mama yangu. Yaani hapo ndo mama, yaani nimechoka mama, nimechoka. Haya. Baba mkwe kakataa mimi siolewe na Rahi, na chengine kasema mimi natoka kwenye ukoo unaojihusisha na mambo ya kishirikina. Yule naye anijue. Wa uchawi katufundisha hayo humu ndani. Nani alimuona humu ndani mchawi? Mwanangu, sikiliza. Kuwa na amani, relax. Kwenye ndoa utaingia, Laimu atakuoa. Alafu babake Laimu kwangu ni mtoto mdogo sana. Na nitamfuata, hata nitambua kamini nani. Uliza hapa katika kijiji hiki chote. Mimi najulikana. Na sio kujulikana tu, wananiogopa. Wewe tu bado mdogo mwanangu, hujui.
Kafanya shughuli zako na hakikisha kwa laimu unaingia kwenye ndoa. Mimi siwezi kukubali mwanangu usiolewe katika familia kama ile ya kitajiri. Lazima utaingia. Unajua mwanangu. Unajua ninapokupenda mwanangu. Nitafanya kila mbinu mpaka utaolewa na laimu. Kuwa na amani mwanangu, sawa mama? Kuwa na amani mwanangu. Nakupenda. Mama, unajua kabisa mimi nampenda laimu na siwezi kuishi bila yeye mamangu. Nini mama unasikitika? Mimi nipo, wewe utaingia pale. Unijui ndo maana. Ila utanijua zaidi. Pale utaingia. Kuwa na amani mwanangu, cheka basi, furahi. Lazima utaingia kwa laimu. Kuwa na amani mwanangu, nakupenda sana. Sikubali kupoteza furaha yako hata siku moja. Sawa mama, hapa ni shughuli zako mama. Imeisha. Mama. Hapa kuna haja ya kumshirikisha mkuu, vinginevyo mtaumbuka. Wazao. Zao. Rahim. Nimegonga mlango hata usikii, afu milango yote umeacha wazi. Kuna nini mzee, ukiibiwa? Hapana kaka. Nilikuwa najiandaa, nataka kutoka. Unatoka? Karibu. Asante. Hapa nimekuja na shida. Kwanza utanielewa, utanisamehe. Hapa ni kwako kaka. Sijamaanisha hiyo. Namaanisha utanisamehe kwa sababu sijakupa taarifa ya kuwa nina mgeni nyumbani. Kuna mgeni nyumbani? Yes. Hivi tunavyoongea mzee wangu yuko nyumbani. Kwa mzee yuko nyumbani kwako? Yes. Na si unajua nilikuwa na process za kuoa yule mwanamke ninampenda tu. Yes. Naomba uniletee maji kwanza, nasi nimechoka, nina kiu. Ni tatizo gani hiyo kaka? Bwana, kama nilivyokuambia, kuhusiana na process za kuoa, nikaamua nimlete mzee nyumbani. Maana niliepusha zile kosti za mimi mara nitoke si mjini niende vijijini kumtambulisha, nikaona tuepushe usumbufu. Hiyo ni baada ya kuwa mke wangu mtarajiwa tayari ashanitambulisha kwao, as you know. Kwa nikaona na mimi nimtambulishe. That's why nikamleta mzee ili aje amuone mke wangu mtarajia. Yaani labda ni kwanza tu nikupe hongera kwa sababu sisi vijana wa mjini ni machache sana kwenda kuona wazazi kijijini. Kwa kama umepiga hatua ya kumtoa mzee kijijini kumleta mjini, hongera sana kaka. Na unaongea uniambia kuna tatizo, alafu tuzione kaka utaki kuniambia tatizo nini kaka? Tatizo lenyewe hata serikali yenyewe isingeweza kuamini hivi. Kama serikali isingeweza kuamini, mimi ni nani niamini kitu kama hicho?
ni kitu ambacho hakina ushahidi. Sababu aliyoitoa eti anadai kuwa Zuu na familia yake ni wachawi. Hivi mzee yani ana viashiria gani vya kutambua uchawi? Hicho mimi mwenyewe ndo kilichonishangaza. Yaani sijaelewa mzee amefikiria nini mpaka kusema kwamba mke wangu mtarajiwa ni mchawi, wakati mimi nimeishi naye takribani miaka kama 3 tukiwa kwenye mahusiano. Hajawahi kunionyesha hata chembe kwamba yeye ni mchawi, hata kupuliza tu upepo kimiujiza hajawahi. Mbali na hiyo, hata kunyanyua kikombe pasipo kukishika hajawahi. So how can you believe that? Kwamba mtu umeishi naye muda wote huo hujawahi kuona chochote, mtu anakuja anasema yeye mchawi. Isee, amenichanganya kweli. Kwanza rafiki yangu, mimi kwanza nikupe hongera. Hongera kwa sababu una mgeni nyumbani, afu mgeni mwenyewe ni mzazi wako. Nakupa hongera sana. Na kingine, mimi naomba tu ufuate kile ambacho moyo wako unataka, kwa sababu ukisema uchanganye mambo utajikuta unatoa machozi kama. Yaani fuata kile ambacho moyo wako unataka, kiasi kwamba ukimsikiliza mzee utajikuta unaumiza moyo wako na utatoa machozi kama. Kwa maanisha kwamba niachane na maneno ya mzee? Ndio, japokuwa maneno ya mtu mzima ni dawa, lakini fuata kile ambacho moyo wako unataka. Hata mimi nilikuwa na mawazo, lakini ndio maana nikasema you are my best friend. Wewe ndio rafiki yangu wa pekee. Naona hata mawazo namna nilivyokuwa nikifikiria na wewe ulivyowaza tumeendana. Hiyo kwanza maji kaka. Kwani angalau shushe la namna nilivyokuja na nilivyopata namna ya kukaa hapa, nimeona nimepata faraja kubwa. Yaani nisikufiche, kunywa kwanza maji shusha hasira. Lakini naona umekuja hapa una jaziba, umejaa kweli. Kabisa kuna usalama huko. Mkuu, nimekuita hapa, kuna tatizo, naomba unisaidie. Tatizo gani hilo? Tunakumbuka ile ndoa ya mtoto wangu nilikuelezea. Nakumbuka. Sasa basi, yule mtoto wangu alienda kule kwa mwenzie, alimuita ili akamtambulishe. Kibaya zaidi, waliposalimiana tu na yule babake alitambua kila kitu chetu. Mkuu, unapoelekea naenda kukumbuka, naomba unisaidie. Usijali, nitakusaidia kila kitu. Unataka nikusaidiaje hapa? Nataka mimi mkuu, kwanza mtoto wangu aweze kuingia katika ile familia ya Laini, kwa sababu kwanza Laini kwao ni matajiri, la pili amesoma, la tatu nataka tumtumie katika kazi zetu. Anafaa sana yule mkuu. Sawa, mimi nimekuelewa na nimekuelewa vizuri sana. Yule mzee namjua muda mrefu sana, anaitwa Ramadhani Kama. Tunafahamiana muda mrefu sana. Cha kukusaidia, unatakiwa umlete unywele wa utosi wake na mchanga wa unyayo yake, ulete hapa. Kila kitu kitakuwa kimeisha hapa. Tamani mkuu, mchanga wa baba mtu au yule mtoto, hivyo vitu. Na wewe unashindwa kuelewa.
Huruma sio malezi. Unachotakiwa kufanya, ulete mchanga. Walisema njia hii ina miba mingi, walisema moyo wangu utalia siku nyingi, lakini sikusikia, nikafuata hisia, nikidhani penzi langu litabadilisha dunia. Niliona tabasamu, nikasahau maonyo, nikafumba macho mbele ya ishara za